Kwa hiyo niwaambieni ndugu zanguni, tukaeni vikazi kama hivi, kama ni hapa, kama ni wapi. Hichi kitabu kinatakiwa kisomwe kwa maana ya kusomeshwa kwa mtu ambaye alipata bahati naye kusomeshwa, sio unajinunulia. Haya maneno nasema kila siku. Kuna baadhi ya watu mimi hunichukia kwa neno hili, na nasema nitalisema. Ukitoka hapo sasa hivi kuna maduka ya vitabu, kuna vitabu vingi. Kanunue, soma, lakini bado havijakuhakikishia kwamba wewe una elimu. Nishawahi kumwona mtu mmoja mimi hapa kama Mursalina Imamu anakumbuka, aliwahi kuja kuuza kitabu chake, ameandika kinahusiana na kumtayarisha maiti mpaka azikwe. Unakumbuka? Akasema maneno mengi, kitabu hiki tu ukikipata hichi kitabu hiki basi habari ya maiti haikubabaishi. Kwa mimi sababu napenda kusoma, mimi mpaka leo nasoma, bado naongeza ilmu, sina. Nikakinunua kile kitabu kwa sababu kilikuwa kidogo tu na kimeandikwa kwa lugha nyepesi yetu ya Kiswahili. Yeye huko anaendelea kukipromote kitabu chake ili akiuze, mimi kule nakisoma, namsikiliza huko nasoma, namsikiliza, kikaisha chote pale pale. Watu wakanunua sana kwa sababu alikuwa na misamiati mizuri ya kupromote kitabu chake. Alhamdulillah. Anatoka nje na muuliza, bwana umesema neno mtu akipata kitabu hiki hababaishi tena na masala ya kuosha maiti, yani habari ya maiti inakuwa habari imekwisha. Lakini naona kuna vitu vingi humu bado hamna. Kwa mfano tunasafiri katika jahazi, namuuliza, au mtumbwi, safari inaupata miezi miwili, miezi mitatu. Safari za bahari zinakuwa ndefu. Sisi watu wa pwani, mimi kwetu visiwani, Kisiju, Kwale, Koma ndo kwetu mpaka Mafia. Nasafiri sana. Ni bwana anajua, anatingisha kichwa, mwenye maji namuona. Akatokea mwenzetu mmoja mle baharini akafa, tuko naye ndani ya chombo. La shaka maji tunayo, maji tutamuosha, shuka zetu tunazo, tunaweza tukafanyaje? Tukamkafini. Pa kuswalia tunaweza tukamswalia mle kwenye boti, lakini pa kuzikia hatuna. Na ninavyojua mimi, mtu anazikwa ardhini na safari yetu bado miezi kadhaa, tunafanyaje?